لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Waja wa Allah, tukiendelea katika mlolongo au silsila ya durusu zetu ambazo ni zinahusu ad-du'a wal ibada, ad-du'a wal dhikri wal ibada, dua na dhikri pia na ibada. Mwezi Ramadhani, rehma katika rehma za Allah azza wa jalla kwa wale ambao watakaobahatika kufanya juhudi na kuweza kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuweza kupata rehma aliyokusudia Mwenyezi Mungu katika waja wake, la'allakum tuflihun. Kwa rehma za Allah azza wa jalla tutaweza kufaulu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuahidi. Leo tunaingia katika miongoni mwa dua kubwa alizofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hii inachukua maisha duniani na akhera, inachukua sehemu ya familia, inachukua sehemu ya nafsi zetu binafsi, inachukua sehemu za umma na inachukua sehemu ya ulimwengu mzima. Tunamwangalia Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahata li min kulli shar. Akhrajahu Muslim. Hadithi hii Waislamu adhim, hadithi kubwa, maneno makubwa, maneno mazito ambayo alisema Imam Asqalani rahimahullahu ta'ala kwamba min jawami'il kalima, hadithi ambayo inapatikana maneno yote na siri zote za ulimwengu na duniani na akhera. Pengine tuitafasiri hadithi hii ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Allahumma aslih li dini, Mwenyezi Mungu nakuomba unitengenezee mfumo wa nafsi yangu kubaliani na dini yako. Ya Rabbi, nakuomba unitengenezee dini yako katika nafsi yangu. Ya Rabbi, nakuomba unijalie dini hii ya Uislamu iwe ni mfumo wa maisha yangu. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri ya maneno haya anasema huwa al-islamu wal ibada, kwamba Mwenyezi Mungu aweze kumtengeneza Muislamu, kutengeneza dini yake, kutengeneza na ibada yake. Lianna al-ibada dini, kwa sababu ibada ndiyo dini, ibada ndiyo mfumo ambayo Muislamu inabidi atembee nao. kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina,
Mwenyezi Mungu ameridhia Uislamu kuwa ndio dini yetu ambayo tutakayotembea nayo. Na kuna hadithi nyingi ambazo zenye mtindo wa namna hii, kama alivyosema nyingine hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Kwa hiyo Muislamu inabidi awe ridhaa na Uislamu, ridhaa na sheria ya Kiislamu, ridhaa na mtindo wa Kiislamu, ridhaa na mwelekezo wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuifanya dini hii kuwa nzito, bali alifanya dini hii kuwa nyepesi, kama alivyosema yuridullah bikumul yusra. Kwa hiyo alipenda Uislamu akaufanya mwepesi kwa wale ambao wanataka wepesi, na wale ambao wataona Uislamu ni mzito basi itakuwa shida kwao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia Uislamu kuwa mwepesi, na akatutaka twende katika mfumo ambao ulikuwa mwepesi. Ukitafuta vizito utakuwa nje ya Uislamu, kwa sababu utaita manhaji aqiliya, utaita manhaji al-aqiliya, utaendana na falsafa ambayo inaopingana na tabia na mwenendo wa Kiislamu. Kwa hiyo kipande hichi cha kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfundisha mtume wake Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, dua ambayo anaweza kaiomba ili dini atembee nayo katika hali nzuri. Allahumma salli li dini. Naam. Kipande cha pili akaendelea mtume alayhi salatu wasalam kusema, alladhi huwa ismatu amri. Allahumma salli li dini alladhi huwa ismatu amri. Isma katika lugha hii ni maana ya kuwa izza, kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heshima yake, cheo chake kiwe katika Uislamu, kiwe kwenye tabia. Allahumma salli li dini alladhi huwa ismatu amri, ambaye ndio heshima yangu. Mwenyezi Mungu nitengenezee dini yangu, mfumo wangu ambao ndio heshima yangu, na heshima hii iwe duniani na akhera. Bila shaka Waislamu, utakapokuwa umeutekeleza Uislamu, japo kuwa nafsi za watu au macho ya watu yanaweza kuwa tofauti na wewe, lakini ukiutekeleza Uislamu utakuwa umepata heshima katika ulimwengu na utakuwa umepata heshima katika akhera. Yawezekana katika Uislamu kwa tabia zako nzuri ukachukiliwa, ukakanyasika, ukadharauliwa kama walivyodharauliwa baadhi ya wacha Mungu, lakini si kwa sababu binadamu wamekataa kwamba hauna heshima. Watu wanaweza kukataa, binadamu wanaweza kukataa, lakini ukapata heshima kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo sio lazima macho za watu zikupe heshima, la, wamenyanyasika na wakapata dharau manabii waliotangulia. Na yawezekana sehemu ambapo uliweko ukachukiliwa na ukadharauliwa, na pengine ukaonekana kwamba mtu duni na pengine hauna heshima, na ukaenda sehemu nyingine ukapata heshima, kama alivyodharauliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimdharau, walimuona jinsi anazaliwa, wanaona jinsi anavyokomaa, na wakashuhudia kwamba ana tabia nzuri, lakini baadaye watu waligeuka wakamkataa na baadaye wakamkimbiza. Alipokwenda sehemu nyingine ambayo walimuona kuwa na maana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha heshima huko na akaonekana kuwa ni mtu wa maana. Na hivyo katika maisha inawezekana ukaishi sehemu watu wasikuthamini, lakini ukaenda sehemu nyingine watu wakuthamini kutokana na hali yako na mfumo wako. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amtengenezee dini yake, ambaye ndiyo heshima yake, ambaye ndiyo hadhi yake, ambaye ndiyo mfumo wake. Na huwezi kupata heshima Waislamu kama mheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama au kuheshimika na binadamu, basi malaika watakuheshimu, malaika watakuheshimu, minyama itakuheshimu, Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala atakuwa na radhi na wewe. Kwa hiyo, na mfumo wa kuheshimika ni kuacha vitu vya watu. Utaheshimika pindi utakapoacha vitu vya watu, utapopuuza dunia, kwamba hii ni familia ya watu. Mfano, ni jirani, ana mali zake, ana familia zake, basi zione kuwa ni zake, sio za kwako. Na Muislamu huwezi kupata neema miongoni mwa neema za Allah, umetafuta njia ya halali, pata riziki ya halali, kisha ukenda ukachezea familia za watu. Manake hapo vile vile unaingia katika mlango wa kufuru. Mungu amekupa neema za mali, amekupa neema za akili, amekupa neema za imani, amekupa neema za elimu. Usichezee familia ya watu, bali tumie neema hiyo katika kuheshimu vitu vya watu na mali za watu na familia za watu, alafu mwelekezee Allah azza wa jalla yale ambayo uliyapata, uyatumie katika halali. Na kipande kingine katika dua, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwomba Mwenyezi Mungu, wa aslih li dunyaya allati fiha maashi. Anamwomba Mwenyezi Mungu kwamba atengeneze dunia yake, dunia ambayo anaishi aitengeneze vizuri. Allati fiha maashi, ambayo ndiyo sehemu anapokuwa anaishi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri ya maneno haya anasema ad-dunya fil haqiqa maashu, kwamba dunia ni sehemu ya kupita katika maisha ya binadamu. Walaysat maqaran, lakini sio sehemu ya kuishi milele. Hapana. Wa innama hiya matao yamtana'u bil insan, yamtana'u bihi al insan, ni sehemu ya kupita ambayo binadamu wanaweza wakapata rehma miongoni mwa rehma za Allah, na wakatumia kwa muda, na baadaye wakapita wakaingia katika makaburi zao, na baadaye wakasimama mbele ya Allah azza wa jalla, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau katika sehemu ya maisha yako ya ulimwengu yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia. Utatembea katika halali na utaacha haramu. Na wayaishu bi min ajli an yakuma bi ta'ati llahi azza wa jalla ma mata'na fi dunya min ajli an tubna al-qusur wa takthuru al-mal, walakin ibadati llahi subhanahu wa ta'ala fi ma'ash. Na kwa hiyo ndugu zangu, maneno haya Sheikh Uthaymeen rahimahullah anazungumza kuwa dunia ni sehemu ya kutekeleza amana na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni sehemu vile vile mtu unaweza ukajenga nyumba nzuri, ukamwoa mwanamke mzuri, ukavaa vizuri. Muislamu hakuambiwa kuwa duniani majapokuwa ni sehemu ambapo inabidi ya kupita asivae vizuri, asili vizuri. La, katika maisha inabidi utumie chakula kizuri, utumie kivazi kizuri, ujifurahishi na dunia. Na utapokuwa umepata neema za Allah azza wa jalla kisha usizitumie, unaweza kuingia katika mlango wa kufuru, unaweza kuingia katika mlango wa kufuru. Lakini utapopata neema za Allah azza wa jalla utumie katika halali, usizivuni katika zile neema ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia, bali uzitumie katika halali, katika usawa, katika njia ambazo Mwenyezi Mungu anazozitaka. Sio uzitumie kwa israfu,
Mwenyezi Mungu amekataa israfu. Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu hataki watu waharibifu. Pata neema za Allah azza wa jalla kisha ukaharibu. Naam, bali wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Neema za Mwenyezi Mungu uonekane nazo, sio lazima kuzitumia ukazionesha katika mitandao, lakini binadamu wafahamu kwamba umepata neema za Allah azza wa jalla. Kwa hiyo tumia dunia katika uzuri na utumie vizuri katika dunia yako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuona kwamba mja wangu ametumia vizuri neema zangu. La in shakartum la azidannakum. Kutumia neema za Mwenyezi Mungu na ukamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atazidisha katika neema ambazo ulizopata. Naam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatumia nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu kuwa itengeneze dunia ambayo ni sehemu ya maisha. Kuitengeneza dunia wa Uislamu ni amani. Kuitengeneza dunia ni amani. Kila mtu Muislamu haswa aitengeneze dunia kuwa ni sehemu ya amani, wala sio sehemu ya fujo, wala sio sehemu ya malumbano. Dunia yetu imejaa malumbano na chuki na husda. Waislamu, laiti tungejua neema ya amani kama jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam anazoziomba hizi dua, basi tungetamani tuishi duniani milele, kwa sababu amani ndiyo maisha. Tutapokuwa tumeikosa amani, ataabudiwa shetani. Amani ikikosekana katika ulimwengu, basi shetani ataabudiwa, na ataabudiwa kwenye misingi tofauti. Ataabudiwa baada ya kuwa watu wamekosa riziki. Riziki kishakosekana, maana amani kishakosekana, riziki itakosekana. Na tayari riziki kishakosekana, itapatikana kwenye mitindo ya kishetani. Kwa hiyo hapo amani haitopatikana, bali ataabudiwa shetani. Wenye haki watakuwa ni wadogo, wenye dhulma ndio wataonekana mabwana. Kwa hiyo dhulma itaonekana, wenye kuwa na mamlaka ndio ambao wataonekana wenye haki, japo kuwa watakuwa ni watu waovu, lakini tuonekana kwamba ni watu wema kwa sababu ndio wenye mamlaka. Na kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Mwenyezi Mungu, asluh li dunyaya allati fiha maashi. Kipande kingine cha mwisho, sio kipande cha mwisho, bali kipande kingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma, anamuelimisha, anamwelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aombe maneno haya matukufu kwamba wa asluh li akhirati allati ilayha maadi. Rabbi, nakuomba unitengenezee akhira yangu ambaye ndiye sehemu ya ahadi ya mwisho, kama tulivyosema katika mlango uliopita, katika dua yetu ambayo iliyopita, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kwamba akhira ni muda, na huyu muda wa akhira unaanza kutoka nafsi mpaka pindi mtu atakapoingia katika janna au kuingia katika an-nar. Imanu bil yawmil akhir, kuamini mlango au imani ya siku ya mwisho. Akhira inaanza kutoka nafsi kwenye sakaratul mauti mpaka kuingia aljanna au kuingia katika nar, na muda wote huo ni msukosuko mtupu. Muda wote kuanzia kwenye sakaratul mauti mpaka kuingia aljanna ni msukosuko mtupu. Ukiona umefaulu, alhamdulillah, lakini hakuna ambaye atakayejipiga kifua kwamba amefaulu, kwa sababu mtihani huu anaumiliki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuomba akhera
kuwa ni sehemu bora, kuitengeneza akhera, ni mambo mawili makubwa katika dunia. Jambo la kwanza al-ikhlasu. Jambo la kwanza ikhlasu. Muislamu uwe na ikhlasi ya yale ambayo unayafanya katika dunia yako. Na jambo la pili mutabaa. Kitu ambacho utakifanya Muislamu, uhakikishe kwamba unatembea sawa na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukikosea katika vitu viwili, basi vyote ambavyo ulivyofanya mahabaa mudhura, havina mwanzo wala mwisho, ni vumbi tupu bila faida. Kwa hiyo tazameni mfano tu sala ambayo tunaisali, kama tunavyosema kila wakati katika madurusu mbalimbali. Ukiona kuna darasa la swala, wanafundisha swala, Sheikh, kama una muda wa kuweza kusikia, hacha shughuli zako zingine, tekeleza na ufate mafunzo ya swala. Ni funzo darasa kubwa sana ambalo watu wengi limewatupa chini. Watu wengi wameanguka katika mlango wa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam toka angali Maka mpaka amefika Madina, miaka kumi ya Madina, miaka 13 ya Madina ya Maka, amefundisha swala. Kafundisha swala katika mwisho wa uhai wake, baada ya kuwa magonjwa yamemwelemea. Alisimama, kajikokota, akaingia msikitini, akawakusanya Waislamu, akasimama, akaswali swala rakaa 2 kama mafunzo. Akawauliza Waislamu, mmeona jinsi nimeswali? Maswahaba wakasema ndiyo ya Rasulullah. Mmeona jinsi nimeswali? Wakasema ndiyo ya Rasulullah. Mmeona jinsi nimeswali? Wakasema ndiyo ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini vile mnavyoniona mimi nimeswali. Jamani Waislamu, sio swali dogo, sio swali dogo abadan. Leo tukichukua semina ya swala hapa msikitini, leo tukichukua semina ya swala, wengine utaona wanaanza kutoka. Semina ya swala, tukifanya tu semina ya swala, wengine watatoka misikitini na wengine watasema wanajua, haya tunayafahamu. Lakini tizama maswahaba walivyokuwa wanatembea, walipokuwa wanapata kozi ya hiyo semina, waliona kuwa hawawezi kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, wala hawawezi kusema kwamba wanajua swala. Huwezi kujua swala zaidi ya Mtume, Sheikh, huwezi kujua swala zaidi ya Mtume. Lakini alisimama katika maneno yake ya mwisho na kuwafundisha Waislamu swala, akawaambia sallu kama raaitumuni. Kwa hiyo Waislamu, swala ndo maisha ya akhera baada ya tauhidi. Swala ndo maisha ya akhera baada ya tauhidi. Na utachoulizwa siku ya kiyama, cha kwanza unauliza swala. Haulizi tauhidi, unauliza swala. Ndio utaulizwa siku ya kiyama cha kwanza, mengine baadaye. Unafikiri kitu cha rahisi tu? Sio rahisi sio. Muangalie imamu anayeswalisha nani imamu yuko mbele, nini mfumo wake, anatembea vipi, kisha umuige. Baada ya kuwa unamtizama imamu, unamuiga vile anavyotembea kwenye ibada ya swala. Na ndiyo maana Waislamu katika kumchagua imamu, msileti ndoto za kumchagua kwamba umeota ndoto za barabarani. Mchagueni imamu anayefaa. Mchagueni imamu ambaye mnamwamini, kwa sababu yeye ndiyo ambaye anasimamia hilo jambo.
msichukue jambo la mzaa hivi hivi. Kwa hiyo sio kila mtu atatoka huko amjue penye ametoka, amjue mfumo wake, anakuja kuwasimamia kwenye sala. La, ashoka. Kwa hiyo lazima mtu atizama akhera. So akhera ni pagumu sana, na ndiyo maana mtu akikuchezea kwenye maswala ya imani, huyo sio mtu mzuri, na usimkubali kabisa, awe baba awe mama. Maswahaba waliwakataa wazazi wao kwa sababu gani? Ya akhera. Kwa sababu akhera ni pagumu, wakaacha mifumo ya kishetani wakaelekea katika mifumo ya haki. Kwa hiyo tutizame akhera, tumeandaa vipi? Ibada yetu tunaiswali iko vipi? Sheikh, poteza muda sawa na akili ya binadamu kwamba watafikiri kwamba umepoteza muda, lakini utakuwa umepatia. Semina ya swala ndio semina ya mwisho katika maisha ya Muislamu, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anamwambia Mwenyezi Mungu, wa aslih li akhirati allati ilayha maadi, ya Rabbi, naomba unitengenezee akhera ambaye ndiyo mwisho wa safari yangu. Naam. Kisha katika maneno ambayo aliendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua yake kusema, wajalu alhayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Rabbi, ziada ya maisha ni wewe ndio unaimiliki. Kwa hiyo ifanye ziada ya akhira yangu iwe nzuri, na hasa ulimwengu. Waislamu tunapenda sana dunia, lakini dunia ya mwisho wa akhira yetu, wakati mtu unapoishi unamwomba Mwenyezi Mungu hatima njema, kwa sababu unaweza ukatumika vizuri mwanzoni, lakini baadaye mwisho ukatumika vibaya. Na katika maneno ambayo unaweza ukawa unayatumia kila siku ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho mzuri. Mwisho mzuri. Unaweza ukakufuru kwa sababu ya mwanamke, unaweza ukakufuru kwa sababu ya mme, unaweza ukakufuru kwa sababu ya mtoto, unaweza ukakufuru kwa sababu ya kiongozi wako, unaweza ukakufuru kwa sababu ya watu ambao unaendana nao na unaona kama ni watu bora, kumbe si watu bora. Sheikh, unaweza wakufuru. Na mwisho ni hatari sana. Mwisho umejikita kwenye ibada miaka na miaka, lakini Mungu akaleta mtihani, ukapata maradhi ambayo yasiyoeleweka, ukatibiwa, ukajitahidi watu kusaidia, lakini Mwenyezi Mungu akabana kupona kwako ukawa tabu. Mwishowe ukasikia tayari watu wanaweza kutembea katika milango ya shiriki, wanakuvalisha maazima, wanakuangalilia huko, wanakutafutia huku, wanakuletea vitu ambavyo vingine havina mwanzo wala mwisho. Ukawa umepoteza hatima nzuri katika maisha ya akhera, ukaingia katika msukosuko mkubwa. Kauli ikafunga, hauna kauli tena, miguu haitembei, mikono haitembei, umebakia na vitu viwili, macho na masikio na fahamu. Unaona kweli hichi kitu ni cha haramu, lakini kauli haisemi, mikono haisemi. Kwa sababu mikono ikisema utakataa kile kitu, utaonesha alama ya kukataa, lakini mikono haisemi. Mikono haisemi. Kuna vitu ambavyo vinasema, kuna vitu ambavyo vinasema, kama vile mikono inasema, kama vile mabubu wanasema. Bubu akikataa atakataa kwa mkono, na mtu ambaye kauli imekataa anaweza kakataa kwa mkono, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kutumia msukosuko, ulimi ukakataa kusema na mkono ukakataa kusema. Ukaachiwa nini? Ukaachiwa macho, ukaachiwa masikio, basi na fahamu ikafahamu, lakini na kichwa ikakataa, na kichwa
kikakataa. Unaona watu wanakuletea hichi, wanakuletea hichi, wanakuletea hichi, wanakufunga hichi, wanakufunga hichi. Unaona kabisa mambo ya haramu. Machozi yatatoka katika macho, yani macho yatatoa machozi kwamba unalia bila sauti. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwomba Mwenyezi Mungu hatima njema, anamwomba Mwenyezi Mungu hatima njema kwa kauli wajalu alhayata ziyadatan li fi kulli khair. Kipande cha kingine cha aya hii cha hadithi hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wajala almauta rahata li min kulli shari. Rabbi, nakuomba mwisho wangu wa uhai unikingi na shari, mwisho wangu wa akhera unikingi na shari. Kuna shari kubwa sana katika mwisho wa uhai wa binadamu, kuna shari kubwa sana. Kuna kisa ambacho kilipita katika waja wema waliopita, akiwemo Imam Sheikh Al-Alama Muhammad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala. Wakati wa kifo chake, yuko kwenye sakaratul mauti, watu wanamwambia Imam, qul la ilaha illa Allah. Wanamwambia Imam, qul la ilaha illa Allah. Imam anasema hapana, anasema la. Hicho kisa maarufu, anasema la. Watu wakaanza kustaajabu. Imam alikuwa na heshima, kwa nini akatae kusema la ilaha illa Allah? Na hili pengine tuliseme Waislamu, mtu anapokuwa kwenye sakaratul mauti, usimwambie sema la ilaha illa Allah. Mnifate vizuri, kwa sababu ni darasa kubwa. Wakati mnapomwona mtu kwenye sakaratul mauti, msimwambie fulani sema la ilaha illa Allah. Hii kauli sema, hii kauli haijuzu, hii kauli hii haijuzu. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye sakaratul mauti, ninyi ambao mliokuwa karibu, kazi yenu ni kutamka tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Lakini msimwambie sema, hii ni kosa, hili ni kosa. Wakati mnafanya istikrar, mnakariri yale maneno, na yeye atawafateni kwenye ile kauli la ilaha illa Allah. Mkishikia tu ametamka japo mara moja, msiendelee, acheni hapo. Au inawezekana kauli imeshafunga, lakini mkaona ishara kwenye kidole, shahadu an la ilaha, anatoa shahada kwenye alama ya kidole, basi tayari msifanyaje, msiendelee. Au mkaona kuwa anatikisa kichwa, kwamba amekubaliana na ule mfumo mnatembea, basi msimamishe harakati zote. Kwa hiyo tayari ameshafaulu. Lakini watu wamekaa la ilaha illa, kusema la ilaha illa Allah, anaweza kusema mambo mengine na kwa sababu ujuzi wetu tuliokuwa pamoja na ule ambaye yuko pale ukawa ni mdogo. Kwenye kisa kama hichi kimepatikana zama za Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala. Alikataa, watu wanamwambia qala la ilaha illa Allah, anasema la. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia Imam katika akhir, mwisho wa uhai wake, Mwenyezi Mungu akamtoa katika sakaratul maut, akamrudishia akili, akamrudishia na kalima ya kusema, akamrudishia kauli. Watu wakamuuliza Imam, kwa nini ulikataa kusema la ilaha illa Allah? Akasema hapana,
maneno yenu nilikuwa nayasikia vile mnavyosema, lakini nilimuona shetani alikuwa karibu yangu. Mwe mnasema mimi niseme la ilaha illallah, shetani huku anasema niseme kwamba mimi ndio Mola, yeye ndio Mola wangu. Shetani alikuwa akasema Imamu, sema mimi ndio Mola wako. Sasa shetani aliposema hivi, Imamu akawa anakataa yale maneno ya shetani, huku watu wanamwambia Imamu waseme nini? La ilaha illa Allah. Sasa shetani akakataa yale maneno kwamba la, wewe sio Mungu, huku watu wakabakia na mashaka, na baadaye Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah, tunafahamu sana kisa ambacho amepitia. Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah amekufa anaoza sehemu ya mwili, na hizo ni mada mtazisikia katika baadhi ya darasa ambazo maimamu watawasaidia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, akhera pazito. Ni chukue sentensi katika sentensi sababu ya dua hii. Kuna watu wamesahau kuombea Uislamu mara kwa mara. Pengine imamu kwenye swala ya Ijumaa au kwenye hutuba ya laidi au kwenye mahfali fulani, ndio mtamsikia imamu anasema Allahumma aiza al-islam wal muslimin, Mwenyezi Mungu tukuza Uislamu na Waislamu. Lakini Waislamu katika dua zao wamesahau kuombea Uislamu, ambayo ndiyo maisha ya duniani na akhera. Ukitizama hii dua nzima ambayo imezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakutana kwamba mwisho wa dua hii mpaka mwanzo wa dua hii mpaka mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaombea Uislamu, ambayo ndiyo protection na izza na salama na hadhi na heshima ya Muislamu duniani na akhera. Kwa hiyo kitu cha kwanza Waislamu, tutakuombeni tuombee sana Uislamu kabla ya maisha yetu. Sisi tunapita, Uislamu umebakia, lakini tumeukuta Uislamu tumeukuta na wazazi wetu, mababu zetu, na sisi tumeudiriki yeko. Lakini hasa Uislamu wa Kongo bado una magumu makubwa, bado una mitihani mikubwa, bado Uislamu umechelewa. Kwa mfano kama hivi Waislamu, kama tunavyoelewa, Uislamu wa Kongo miaka 10 na ziada, miaka 5 haslan, miaka 10 na ziada, na miaka 5 kama miaka 5-6 takriban tuko vitani. Waislamu wanapigana wao kwa wao. Waislamu hawana kiongozi mmoja, Waislamu hawana mfumo mmoja, Waislamu hawana yule ambaye watakayeweza kumpelekea mashtaka yao. Uislamu uko katika hali hatari sana. Mimi sijawahi kuona nchi ngumu yenye mitihani mikubwa katika ulimwengu, katika hizi sehemu zetu ambazo tunazoishi, kama Uislamu wa Kongo. Uislamu wa Kongo kwa kweli ungekuwa kama sio dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wangeutoka, kwa sababu hauna rehma yake ni ndogo sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tusisahau Uislamu wa Kongo uko ndani ya vita. Kila mtu ni kiongozi, na kila mtu anaweza akafika kwenye media akatangaza vyakakwe ambavyo anavyotaka yeye, akaonesha mfumo anavyotaka yeye. Naam, katika hali ngumu sana Waislamu wamekosa kuridhiana katika uongozi. Yani Muislamu anataka yeye tu awe kiongozi, yeye tu. Yani subhanallah bihamdi, vitu ambavyo ni vitu ambavyo vya masikitiko makubwa sana. Wakati Uislamu tumeuona, wazazi wetu wamepita, walikuwa hawana elimu ya kutosha, lakini walikuwa wamepewa moyo. Viongozi wangapi wamepita hapa, katika mfano hapa Nord Kivu, Sud Kivu, walikuwa hakusoma haslan, lakini walikuwa na kiongozi mmoja.
walipigana, lakini wakawa na kiongozi huyu mmoja. Stati yao ilikuwa ni hii moja. Leo tuna mastati ambayo hayana mifumo chef, kama ni 3, kama ni 4, kama ni 2, kama ni ngapi. Kwa hiyo Uislamu, haya mambo wazazi wetu walipita wakatuachia mfumo huu, lakini leo imekuwa shari. Kwa hiyo katika muda huu wa mwezi wa Ramadhani, Muislamu tutumie nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubadilishie hiyo hali. Sio hali nzuri. Mpaka baadhi ya Waislamu wanatishana kwa sababu ya uongozi. Wengine wanakimbia, wengine hawalali vizuri, wengine tunaunda makundi, magenge ya kupigana kwa ajili ya uongozi. Mifumo yetu sio mizuri ya Islam. Lakini ni kwamba wewe unaingia aljanna kwa sababu mpaka wewe kiongozi Waislamu. Ni kwamba utaingia aljanna mpaka wewe kiongozi. Sio mnasema hapa. Sharti ya aljanna tumezungumza ni mbili: al-ikhlasu wal mutabaa. Kulifanya jambo kwa ajili ya Allah azza wa jalla na kutembea vile alivyotembea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la kwanza. Waislamu, ukiombea Uislamu utakuwa umejiombea nafsi yako mwenyewe. Jambo la pili, leo Waislamu, baadhi ya ndugu zetu wako kaa nyingine kule ya rais, kaa nyingine tuko nayo hapa. Kwenda kule imekuwa shari. Tumejengewa na shetani, tumejengewa misingi ambayo haiko sawa. Leo ukitoka hapa kwenda kwenye kaa nyingine unashakiwa, na yule umetoka akiwa kule akijua huku anashakiwa. Ni wazi kabisa, ukitoka hapa ukienda maeneo mengine unashakiwa, ukitoka kule ukija huku unashakiwa. Na huyu ambaye yuko hapa, baba mmoja mama mmoja, na yuko kule baba mmoja mama mmoja. Tunaona haya mazingira tumetengenezewa hapa. Leo unaweza ukatembea ukafika kwa vijana huko, wanatizama kwenye simu yako namba ambazo uko nazo. Ya wewe ukisafiri kwenda maeneo mengine yale, lazima utizame namba za simu ulizokuwa nazo, usiingie kwenye hatari. Na yule naye akija huku naye ana matatizo. Sasa Waislamu, nini kitakachotutoa katika mifumo hii michafu? Dua, ni kumlilia Allah azza wa jalla tupate usalama. Viongozi wetu wa upande wa huku, viongozi wetu upande wa kule, Mungu ajalie rehema katika nafsi zao, alete raha, wajalil mauta rahata lana fi kulli khair. Mwenyezi Mungu alete raha ya maisha, tuweze kuishi vizuri kwenye mifumo mizuri kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Kukosa usalama katika maisha ya binadamu, ataabudiwa shetani lazima. Lakini amani itakapokuwa imepatikana, ataabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dawa itaendelea, dawa hii itaendelea vizuri, Uislamu utapanuka. Miongoni mwa vita hizi ambazo tulizokuwa nazo mna sumu ya kuudhalilisha Uislamu. Katika hizi vita ambazo za ulimwengu wa leo, usioni vita vile unavyokaa usioni vita jinsi inavyokaa. Kila vita itakuwa na chembe ya dhidi ya Uislamu. Kwa hiyo ndio maana kuwa kutangaza Uislamu inabidi amani, Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika dua ambazo tutakazoziomba, hivi vipengele viwili visikose. Kwa kumalizia,
tusisahau wake zetu, tusisahau wake zetu, tusisahau watoto wetu, tusisahau wazazi wetu. Ni watu muhimu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie amani na salama katika nchi yetu, ajalie amani katika nchi yetu na atupe khatima njema. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.